wewe tulijua ni mwekezaji, wewe tulijua ni mfadhili, kumbe mwisho wa siku sio mfadhili, sio mwekezaji, wewe ni mkopeshaji. Finka. Umeelewa? Wewe ni mkopeshaji na hela ambayo tunadaiwa inazidi kwenda juu, na ndio maana nataka umweke mwenyekiti wake ili huyu atoke. Huyu anavishwa ubaya, atoke umweke mwenyekiti wake. Huyo mwenyekiti waendelee naye mpaka 2030 tudaiwe bilioni 300. Tena mtazipata hapo. Mkopo wenyewe mchungaji ni wakausha damu. Kwa hiyo mimi ndugu zanguni, wanachama wa Simba, leo tumekuja kuambieni ukweli. Hali halisi ndani ya Simba ni Mo aondoke. Ikaenda mbaya zaidi mpaka yule train ageni. Yule bwana yule alikuwa anasemea vizuri Simba, lakini alivyoona kwamba huyu anakoelekea kama Mangungu, ngoja na yeye nimtoe. Naye akamtoa. Kwa hiyo train ageni naye ni mtu ambaye alikuwa anaendana na sisi wanachama, na alikuwa anatupigania sisi wanachama. Lakini alivyogundua kwamba huyu naye ni mtu wa Mangungu, akaamua kumtoa. Sasa hivi wanapigana wenyewe kwa wenyewe ndani ya Simba, kwa sababu Mo yeye nia yake ni faida, huyu mwenyekiti wetu nia yake kuiendeleza Simba ilipo iliondoka. Kwanza Mangungu hana njaa kama watu wanavyofikiria, yaani yule kavishwa kwamba kaonekana kwamba si chochote. Na nalaani yule kijana ambaye alimpiga kofi siku ile. Nilisema nitamfungulia mashtaka nadhani Jumatatu yule kijana. Wao wasipomfungulia, mimi mwenyewe nitamfungulia mashtaka na atapelekwa polisi, nitapeleka mahakamani, na lazima sheria itachukua mkondo wake. Kwa sababu kuna vitu vingine inabidi tuchukue hatua sisi kama sisi. Haiwezekani kumdhalilisha mwenyekiti, sisi tupo tunachekea. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi sina mengi ya kuzungumza, nimejazia tu pale ambapo Mo kanifilisi pamoja na nani na Mungu. Lakini la pili ni wana Simba, kuhusiana na Simba yetu inaenda wapi. Kumekuwa na sintofahamu nyingi na upotoshaji mwingi kuhusiana na klabu yetu. Hali hii inapelekea migongano kwa wanachama na mashabiki, hawajui washike lipi, wafuate lipi, waongee lipi, kwa sababu watu wengi hawajui ukweli. Leo kweli tutausema hapa. Ni mwaka wa 4 sasa timu yetu haina ubingwa wa NBC Premier League. Tunafungwa na Yanga kila wakati. Mwelekeo wa klabu bado haujaeleweka. Klabu yetu maendeleo yake yamesimama, yamekuwa dominant. Haipigi hatua. Shida ni nini? Shida ni nini? Leo tunataka tuwaambie shida iko wapi, ili kila mmoja amwambie Mtanzania shida ya Simba iko hapa. Kwa sababu kuna uongo mwingi huko, watu wanaamua kulithishana. Tumesema hapana. Klabu yetu inakuelekea siko, tuwaambie watu ukweli wajue. Nataka niwaambie matatizo haya mengi ambayo Simba yanatukabili kwenye klabu yetu sisi. Haya matatizo ambayo unaona Simba high progress. Leo klabu ya Simba tunafungwa mpaka na timu ya under 20. Azam FC. Inawezekanaje wapi? Na wakati sisi ndio kwa klabu ya mfano, tuzalishe wachezaji wetu wenyewe, tuwatumie kwenye timu kubwa. Maendeleo yote yamesimama ya Simba. Kila kitu kizungumzia ni transformation ifike mwisho. Tulikuwa tunalalamika, na mimi mwenyewe ni mmoja wapo, kwa nini klabu ya Simba haisajili wanachama? Mnajua shida ni nini? Mwekezaji alizuia wanachama wasajiliwe. Mwekezaji alizuia wanachama wasajiliwe. Na sababu za kuzuilia akasema, wakiwa wengi gawio itakuwa kubwa, kwa sababu tunakwenda kwenye mfumo wa uwekezaji, mfumo wa Isa, 51-49. Wakatengeneza mikakati ya kuandaa ukomo wa wanachama wao watu 50. Sisi wanachama na mashabiki tukapiga kelele, hapana, haiwezekani klabu ya Simba wakawa mashabiki 50 wanachama. Klabu ina watu wengi. Ina maana mimi Dr. Mo mtoto wangu akizaliwa wakakesha miaka ijayo nataka kuwa shabiki wa Simba, ataka kuwa mwanachama wa Simba, asipate hiyo platform. Tukapiga kelele na mkutano mkuu wa mwaka 2022 21 ukatengua hilo. Wanachama wakawa hawana ukomo, lakini ni upande wa mwekezaji ndio ambao ulipropose, ulipendekeza wanachama wana ukomo wa watu 50. Sisi tukaondoa zuio, lakini bado wakaendelea kushikilia. Toka mwaka 2017 wanachama wa Simba hawajapata haki yao ya kusajiliwa wanachama wapya. Wanachama waliopo ni wale wale. Kwa database ya Simba wazidi 14,000. Leo Yanga wa database ya watu karibia 200,000 ambao wamesajiliwa wanachama wapya. Wanaingiza hela nyingi sana kupitia eneo hilo. Wanachama wa Yanga kulipa pesa hao 200,000 hata 20,000 tu, wana zaidi ya bilioni 20 kwa mwaka wanazipata. Sisi tunapata nini? Na upande wa uwekezaji walizuia haya kwa sababu hakutaka klabu ya Simba 51% iwe na nguvu kifedha, kwa sababu ikiwa na nguvu kifedha haiwezi kufuata matakwa ya upande wa uwekezaji.
Tumempa masaa 72 Mohamed Dewji amebeba vilago vyake aende. Aje sio timu ya familia. Simba sio timu ya kupewa mkopo. Kama alikuja Simba kwa ajili ya mkopo, kwa nini asiseme? Na kama anaona bilioni zake ni nyingi, sisi wana Simba tuko mashabiki zaidi ya milioni 20. Atuambie tutachanga hata kwa 10,000 tutamlipa hela. Kwanza hatudai.